mwingine mwenye amesikia hananga matope, yani mtu mwenye anasema hata hainihusu. Lakini kwa sababu hii inakuhusu, lakini tunapaka mpaka hata kwa mikono yenye anashi. Kwa hivyo hii kikombe nikikuwekea chai utakunywa? Kwa nini? Na ndani hakuna matope. Nje ndio kuna matope. Lakini wakati unapaka matope mtu yoyote, ujue wakati ataenda kwa imani ya kuomba, Mungu hataangalia matope. Mungu atamsafisha tu, na atafanya matope yako yasiwepo tena, hata kama yalikuwaje. Kila ambacho watu waliweka na kila ameomba kitavosha yote, ndena ataonekana tu ni asheri. Ama hata kama mtu alikufanyia mabaya, lazima tu utarudi kwa sawa. Hata kama alisema hutaendelea, mimi umekuja hapa nikuwekee maji, na unikubali tu hayo maji ni moto. Maana maji kuwa moto mara ni hii, mara ni lile, mara ni hilo. Uvumilie tu mpaka ubebe maji. Hata kikombe kimevumilia, alafu kimekuwa safi, alafu kimeanza kusomeka, ni papashe. Na wa kwanza ulikuwa unakisoma, lakini mpaka tutie maji alafu kikue saa. Haleluya. Lakini bado tutasomeka. Hata ukipaka mchungaji matope, Mungu anayemtumia tu anakuanga hivi. Sasa leo hii kama kuna mtu alikupaka matope nyumbani kwenu, kazini, kwa biashara, wapi, biashara yako lazima itanawiri kwa jina la Yesu. Haleluya. Kama kuna mtu alikupaka matope mahali, kazi yako lazima itanawiri kwa jina la Yesu. Mambo ya nje yasifanye uogope kuomba. Kama ulikuwa na giza, wacha Roho aingie, utakuwa mweupe. Biblia inasema hata kama umetenda dhambi zako ni nyekundu, zitakuwa nyeupe. Inategemea. Maji haya, naona imagine moto ama ni baridi? Ni moto na ujaguza, inatoa moshi. Wewe unaona moshi? Mnaona moshi? Na kweli, mnaona na kweli kuna moshi. Hebu rudia tena wamama, mnaona moshi? Watu wangapi wanaona moshi? Mbona mimi sioni? Mnaona moshi? Kwa hivyo hiyo moshi inamaanisha? Na rudia tena, moshi inamaanisha? Na kweli mko right. Moshi inamaanisha? Ombi imekuwa imerudi, imekuwa hakuna maji. Ni the same. Hakuna maji. Ilikuwa ni kala mbili. Leta maji tumwagie hapa. Mwaga. Kikombe iko? Kikombe iko? Kwa nini? Haya, tunaendelea. Nilete hii maji, kuja umwage. Mwaga hii maji hapo. Mwaga haraka yote. Kikombe iko? Kwa nini imechange haraka? Maji? Leta hiyo maji nyingine, ile maji hiyo. Hii maji ni mwaga maji juu yake. Kikombe iko? Lakini bado inakataa.
kwa sababu ni ngali na moto Jehova tukuzwe. Na ndio sababu tunakuja kanisani kila wakati, tuwe moto kila wakati. Hata mtu akimwaga baridi kwako, ukitoka ukifika pale unarudi sawa sawa. Haleluya. Hata ukiruka uchawi ukiwa moto haitakuwa affect. Hata warukishi uchawi na uko moto, inakuja ina melt yote inaanguka, kwa sababu imechange. Haleluya. Haleluya. Haya, tuendelee kwa imani ya Yesu. Nisaidie hiyo maji, mwaga ndani. Leta ingine, leta ingine. Nataka tuangalie na wewe mambo ya kiroho. Tuko kwa mambo ya kiroho. Inakuwa na sini maji. Hiyo maji kwani haina moshi juu? Haina moshi. Lakini hebu niguzie hivi kidogo. Guza juu. Ina moto. Ina moto. Ina moto. Guza juu. Ina moto. Lakini inaenda kwenye Paulo akasema mara mko baridi, mara mko moto. Naona maji yenye iko ndani hata haifiki nusu, lakini imefanya kikombe. Dhambi zako kidogo zinaweza fanya kila kitu kikaharibika. Si lazima uwe na dhambi nyingi, kidogo zinafanya kila kitu inapotea. Na ni maji kidogo, haiwezi fanyika tena, na maji iko ndani. Kwa sababu ya haya maji kuwa kidogo, ndio yamesababisha hiki kikombe chote kinakuwa nyeusi. Nyumbani, kazini, kila mahali ulianza biashara, kila kitu ni kitu kidogo sana. Ulimkosea tu Mungu kidogo, mpaka watoto, mpaka wapi kunakuwa kweusi, hata hakuna mwangaza huko, hata hakuna mwangaza mahali popote. Lakini ndani mwako we ni muombezi, we ni mweupe, lakini maji yaliyo ndani mwako ni baridi. Mimi ni muombezi sana, mimi nimeokoka, lakini hutoi moshi. Mimi nimeokoka, haleluya, haleluya. Ndani mwako vitina ndio vinakuanga hivyo. Aya, hiyo ni kidogo tu, nipe hii kidogo tu. Mwaga hapa kidogo kama nusu. Imetosha. Na ile ingine. Haya maji yaliyo hapa ni madogo sana, lakini ni moto. Nataka kuangalia inachukua muda gani kuyeyuka. Haiko haraka. Imekaa alafu ndio inaanza kuyeyusha. Nimeanza kuyeyusha chini mahali maji imefika. Ni juu. So bahati mbaya kwa baridi kama iko katikati, inamaanisha juu kutakuwa giza. Inamaanisha juu. Kwa nini imechoma kufikia katikati? Maana maji imefika juu yake ni giza. Kwa hivyo nataka ujue, sometimes unafanya huduma lakini una vitu vingi vinakulemea. Unaweza ona vitu havifunguki mahali, ni kwa sababu ya mambo kama haya. Unaona inaenda polepole sana. Na mbona wewe unaharakisha Mungu? Una imani kidogo, unaharakisha Mungu. Ninataka kwenda haraka, ninataka kwenda kukaa Karen, nimeomba sana jana. Kwani Mungu usikiangi maombi yangu? Imani inaendanga polepole kuliko baridi. Unakuwa attacked haraka kuliko kupona. Unakuwa bila kazi haraka kuliko kupata. Unakuwa bila ndoa haraka kuliko kupata. Vitu ambavyo unavitaka havikujangi vingine haraka. Vingine vitakuja kama umeshikilia hapo imani. Sasa kutoka hapa mpaka hapa, inaweza fika hapo nisimalize juu. Sababu hii maji imefika wapi? Tukiwaambia kuhusu
Lenga chenye unataka kwa imani. Lakini mimi nashangaa sana. Ngoja uone. Niweke hii yote ndani. Namalizia. Weka maji yote ifike juu. Wakati maji imefika juu, imefika mwisho, vitu vinaenda haraka na vinaenda haraka. Sometimes ukitaka mibaraka inategemea vile unasimama na Mungu. Apandaye haba atavuna haba, apandaye zaidi atavuna zaidi. Nimewafundisha hapa. Nilipoweka maji nusu, juu kulikuwa giza, lakini nilipojaza yote imekuwa nyeupe. Tuko hapa, tuangalie kitu gani kinalemea mwanadamu. Nipatie maji baridi. Kikombe kiko sawa. Sasa hata hivi bila kuweka baridi itachukua muda. Hii ndio inaitwa imani. Nimeenda nyumbani nina imani. Nimefika kwa nyumba, mtoto pona, amepona. Nimefika kazini, promotion. Nimefika mahali mana kiko moto. Yaani bado kingali na ile utukufu. Lakini ukipata kitu ya kutoa utukufu, unarudi zero vile ulivyokuwa. Bado iko sawa, lakini ngoja uone. Mwaga maji jae mpaka juu. Nusu. Hii maji ni nusu. Angalia vile inaanza inaanzia sehemu zingine zenye unaanza kuona dalili. Hii ndoa si nzuri sana. Hii kazi ingawa naenda, lakini unaanza kuona dalili ingawa ungaliko, maana lakini hapana. Sasa hapa ndio unafunuliwa, si nilikwambia si nzuri. Kwa sababu maji yameingia. Kuna kitu imeingia itakani. Haiwezi kuletea mwangaza kwa njia yako. Huwezi someka kama Asheri. Bosi wako anakuona kama wewe ni giza. Maandishi ambayo Mungu aliweka ndani mwako hayasomeki. Ona, nimeweka nusu na inataka kujaa mpaka juu black. Lakini kumbuka ile ingine iliangalia mahali pamoja ikasema, imagine hii inajaza na ni maji nusu. Inajaza mpaka juu. Inajaza. Unajua umaskini unataka mtu haraka kuliko kubarikiwa. Na ndio sababu tunalilia tubarikiwe usiku na mchana. Na ukibarikiwa, linda baraka zako kwa imani. Amen. Unaona imekuwa nyeusi. Hii itakuwa nyeusi mpaka yote. Lakini maji ni nusu. Na tukiweka maji moto, si rahisi ikuwe moto mpaka juu. Ukiweka nusu itafika mahali imefika. Ukijaza itafika mahali imefika. Ukitaka baraka ni wewe mwenyewe. Jaza kikapu chako, usiangalie mtu aliye baridi ndani mwake akakwambia hivi na hivi. Wewe jitoe. Kama ni kuimba, imba. Kama ni kutoa fedha, toa bila kuangalia. Utabarikiwa sana. Watu wengi wanalia wanataka baraka. Unaona imefika juu. Si vile ilikuwa ile ingine. Baraka kupata ndio sababu tunakuja kila siku. Tunaomba Mungu atusaidie.